Mwalimu Hassan Ibrahim. Natumai hapo nyumbani ulipo basi hivi sasa unaendelea kuitegea sikio redio yako ili kuweza kujua leo nini Mwalimu Hassan atazungumza. Naikaribisha mtangazaji wako wa shahaji mwenzangu Jamila Mtumwa, tunaye Salum Othman, bila kumsahau mpiga picha kutoka Ali Ame Hassan Cha Production. Tunazungumzia mmong'onyoko wa maadili kwa watoto. Naam. Mmong'onyoko wa maadili kwa watoto. Naam. Kabla ya yote kwanza tunataka kuelewa dhana ya maadili. Asante sana Dasha. Maadili manake kila jamii inaipenda na wanasisitiza sana watu maadili mema, lakini kuna dhana mbalimbali kuhusu maadili. Wako baadhi ya wataalamu kina Immanuel Kant, wao wanasema kwamba maadili ni kufuata misingi na sheria ili kuweza kuleta matokeo. Kwa hiyo unaweza ukafanya jambo hata kama litafurahiwa na watu wengi, kama halikufuata sheria basi hiyo sio maadili. Immanuel Kant. Lakini bwana John Mill yeye anasema maadili ni kitu chochote kitakachopendwa na watu wengi. Ukifuata sheria, usifuate sheria, hayo ni maadili, mradi watu wafurahie. Sasa ukitazama hiyo si sahihi sana. Aristotle Virtual Ethics yeye anasema maadili ni tabia njema anazojipamba nazo mtu, ukweli, uaminifu, upendo, zote hizo, hiyo ni maadili. Lakini mtaalamu mwingine anasema kwamba hapana bwana, ethical cares, maadili ni jinsi ya mtu kuonyesha tabia njema na kuwafanyia wengine. Kwa hiyo kama daktari wafanyie wengine, kama mwalimu wafanyie, kama ni kuwatendea, sio wewe binafsi, kuwafanyia watu wengine mazuri. Hiyo ndio dhana nzima ya maadili. Lakini mwisho kabisa bwana Thomas ana nadharia yake inaitwa Divine Command Theory. Yeye anasema vipi? Maadili ni amri, kufuata amri za Mwenyezi Mungu, kuyafanya anayoyataka Mungu na kuyaacha anayoyakataza Mungu. Kwa hiyo Mungu anayoyakataza yote ukiacha, na anayoamrisha yote ukiyafuata, na hayo ndiyo maadili. Lakini kwa ufupi, kwa mujibu wa wataalamu wote, maadili ni nini? Maadili ni kanuni, misingi iliyojengwa na tabia njema, kuyaacha mabaya na kuyafuata yale yaliyokuwa mazuri. Hayo ndiyo maadili. Tena basi kwa mujibu wa mila, silka na desturi za jamii husika. Katika malezi inawezekana wazazi wakakosea kwenye maeneo fulani ya kujenga maadili mema kwa watoto. Naam. Yako baadhi ya maeneo wazazi wanaweza kukosea katika kuwajenga. Unajua mzazi ni model. Model maana yake ni kigezo. Mzazi unamwambia mtoto usitukane, sio? Lakini katika kumkataza, we mbwa we, unatukana, simkwambia usitukane, kumbe wewe ushaanza kumtukana kabla. Maana mzazi ili mtoto ili mtoto aachane na tabia mbaya zisizokuwa za maadili, anza wewe mzazi kwanza kuwa kielelezo, kipimo. Sio wewe mzazi ushajiona pengine mama unakaa katika nyumba peke yako bila baba, au sio, na una watoto wadogo unaingiza pengine wanaume humo, unawafundisha nini watoto wako? Hilo kosa la mwanzo. Kosa la pili, mzazi kuachia changamoto ndogo. Sio, mtoto wako akiwa anafanya makosa madogo, anza kumkanya kabisa. Usipoyarekebisha makosa madogo, hayo yatakuwa makosa makubwa hatimaye. Si tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo hayo yote maana yake tunasema mzazi anaweza ama kuwatelekeza watoto kufanya wanachokitaka, kwa sababu mtoto hasa anategemea custodian wa mwanzo ni mzazi wake, kwa maana mama, baba ndio wa kumuelekeza hili zuri, hili baya. Sio maneno vizuri eh? Kwa hiyo kama atakwepa majukumu yake, basi mzazi huyo atakuwa amefanya matatizo. Lakini mwisho, mbali kwamba wazee ni modeling, lakini wazee wao wanatakiwa vile vile watoto wajue ni nani wanashabihiana nao na nani hawashabihiani nao. Hayo yote tunasema kwamba watoto wakikosa hayo, tunasema maadili yana. Sawa, tuendelee.
Je, umaskini unachangia kwa na maadili mabaya kwa watoto? Wakati mwingine inaweza ikachangia. Unajua wakati bila kila mwanadamu anahitaji mahitaji yake ya lazima. Anahitaji kula, anahitaji kuvaa. Si kwa kiwango kwamba lazima uvae kitajiri, sio? Lakini kama hali ya maisha inakuwa ngumu, sio? Watoto hawa hawapati usimamizi mzuri. Watoto hawa wanaweza kwenda kujitafutia wenyewe, ndio ukaona baadhi wanaomba. Ndio ukaona baadhi wanaenda marikiti, wanaiba tungule, wanaiba nini, pengine anapeleka kwao, au wanaenda kuuza. Wengine hawaendi skuli, wanaenda mapwani huko, wanaenda kuchuuza samaki ili wapate chochote kitu wapeleke nyumbani. Kwa hiyo kule watasikia maneno mabaya. Kule wanaweza wakatumiwa vibaya. Kule wanaweza wasipate wa mtu kuwaelekeza what is right, what is wrong, lipi zuri, lipi baya, na watoto hawa wanaweza wakaenda vibaya. Watoto umaskini, wakati mwingine mzazi yuko busy katika kutafuta asubuhi mpaka jioni. Mama pengine anaenda kupiga zege, baba kawatelekeza watoto. Watoto wanaanza kuhangaika bila usimamizi imara. Watoto hawa wanaweza kujiingiza katika vitendo vibaya, sio? Kwa hiyo wakati mwingine umasikini usio kuwa na jitihada zozote na utaratibu maalum wa kuwasimamia watoto inakuwa ndio maana ustawi wa jamii tunataka tufungue vituo kwenye masoko yote haya. Tumeanza kwerekwe lile. Manake wale mamama ambao wanalea, sio? Wakati mwingine unaweza kule kuna matusi, analea na mtoto anasikia matusi, yuko pale pale, wale mama ntilie. Kwa hiyo kama tutakuwa tuna maeneo maalum wale watoto kwenda kunyonya pale, au watoto kwenda kucheza toys, wakiondoka wanaondoka na watoto wao. Wakifika pale wanaacha watoto wao kwa utaratibu utakaopangwa, kama watachangia kidogo whatever. Lengo ni moja tu, kuwafanya watoto wale waepukane na maadili mabaya. Naam. Tuendelee. Tuendelee. Tuko hapa kwa upande huu wa tabia, kupuuzia tabia hizi ndogo ndogo hizi kwa watoto zinaweza kuleta madhara gani? Yes, kuna nadharia moja tunasema broken window theory. Nadharia ya kuvunja dirisha, sije kuvunja mlango. Ni kitendo cha kupuuzia tabia ndogo ndogo. Hakikisha mtoto wako unamsimamia. Dada Jamila, katika malezi mzazi yeye ndio anatakiwa asimamie, achunguze tabia za bwana, maadili ya kuzungumza, maadili ya uaminifu, maadili ya kukaa na wenziwe, maadili ya kula, maadili ya kutangamana na watu wengine. Mzazi anaposhindwa kutangamana kufuatilia hivyo vizuri, ndivyo mtoto anapoanza tabia mbaya. Kwa hiyo ujue shule yuko na nani, mtaani yuko na nani, anacheza na nani, anashawishiwa na nani. Uanze kugundua tabia. Akianza tabia ya uongo, uchukue jitihada gani za kubadilisha tabia. Na ziko njia za kumbadilisha mtoto tabia bila kutumia nguvu. Kuna njia tunasema system desensitization. Unabadilisha tabia ya mtoto. Ikiwa ile tabia kabobea, mwambie hii tabia usifanye, na anza kuacha taratibu taratibu. Ukiona ngumu unaanza tuvuta pumzi. Ukiona nataka kuiba, nataka kutukana, basi nataka kusema uongo, vuta pumzi kwa ndani. Anaachia, halafu taratibu anaacha tabia ile kwa kumwambia. Kama ulikuwa unasema sana, sema kidogo, acha moja, taratibu. Sisi tumeelewana vizuri? Kuna tabia nyingine mtoto anaweza karekebisha kwa role play. Role play, kumfundisha. Mwanangu usiseme uongo. Hebu sema, mama nataka pesa mkatumie, sidaiwi skuli. Haya sema sasa. Anarejea yale maneno. Hiyo tunaita nini? Role play. Maana anaanza kusema. Nyingine unaweza kufanya positive reinforcement. Kuna tabia unaweza ukatumia zawadi, kumpongeza, kumshukuru anapobadili baadhi ya tabia. Hatutakiwi kumrekebisha mtoto. Kila unachotaka kumrekebisha utumie nguvu kubwa. Hiyo mazingira ya kumbadilisha yanaweza yakawa magumu. Msingi wa kumbadilisha mtoto tabia, wewe mzazi, you should be model. Lazima uwe kielelezo wa tabia njema. Sio unatukanana na babake, unamuadhirisha babake, halafu na wewe unataka mtoto yule awe mtoto asio manake unknown, au mama baba kila kati unamdhalilisha mama. Tatizo hiyo. Naam. Sasa hivi tukiangalia si malezi yale ambayo zamani sisi tunalelewa muda mwingi tupo nyumbani. Sasa hivi watoto harakati za maisha, huyu kenda boarding, huyu kenda kusoma wapi,
mara nyingi wanatumia muda kukaa nje. Yeah. Tukiachana na mzazi nyumbani mwenye majukumu ya kumfundisha, kumuongoza kwenye maadili, nani mwingine anaweza kabeba jukumu hili? Yes. Soma nadharia ya ecological system theory. Yeye anasema kwamba katika kujenga tabia za mtoto kuna watu wanahusika. Moja, familia, mama na baba ambao tunawatoa kwa mujibu wa swali lako. Lakini sehemu nyingine, mwalimu wa shule, mwalimu wa madrasa, kwa maana eneo analoenda kusoma mtoto anatakiwa afundishwe. So unaenda pale unafundisha grammar, unafundisha hisabu, umemaliza, wafundishe watoto tabia njema. Na si kukutana stafu na kuwasema vibaya watoto. Mtoto yule muhuni kama ni nasikia tu wenzio anasema anajiuza yule, atajijua na msimu wadhirishi. Mwiteni taratibu kwa hekima, na ikiwezekana waite wazazi wake waelekeze. Lakini maeneo mengine, community, jamii yetu hii, kutoka katika jamii. Majirani nao, unakumbuka ile nyimbo, majirani nao pia ni wazazi, au sio? Maana na majirani pia tena alikuwa anafahamishwa bi harusi, au sio? Leo una mtoto wa mzee. Sasa maana yake nini? Kwanza wakubaliane wazazi, kwa sababu unaweza ukamfundisha mtoto kwa wema tu, mama yake akakujia kwa kibwebwe, wewe una punda wako wangapi, yamekuhusu nini na nini na nini na nini, unamlisha huyu uko koma Nimedaleba peke yangu. Naam. Sasa hii nayo tunasema kwamba ni tatizo, maana mtoto pia anatakiwa kulelewa na jamii, lakini hata taifa, jamii. Kuna mtu anaitwa Jean-Jacques Rousseau na kuna mtu anaitwa John Locke. Nadharia yao ya maadili, wao wanazungumza social contract. Serikali lazima iweke kanuni, sheria, misingi maalumu ya haki ambayo kila mtu atapata maadili, na pindipo ikivunjwa maana yake serikali iwajibike, na pindipo ikivunjwa maana yake watu wao washtakiwe. Sasa kumbe hata serikali ni sehemu ya maadili ya jamii. Naam. Mwalimu Hassan, hii kuna msemo watoto wa siku hizi. Ndio. Nao vipi hivi? Unasema gani na watoto wa siku hizi wanaishi majumbani ya watoto? Yes, hiyo ni kauli ya wazee kujifariji baada ya kushindwa majukumu ya kulea. Kabisa. Narejea tena. Hiyo ni kauli ya wazee ya kujifariji baada ya kushindwa kutekeleza vyema majukumu yake. Mtoto, mzazi anatakiwa ni custodian wa mtoto. Maana yeye ndio responsible. Sio nitumie lugha gani kwa Kiswahili chetu hichi? Maana yeye ndo nini sasa? Ndio mwenye dhamana. Mtu atakiluki wewe. Bakiza. Maana yeye ndo mwajibikaji nambari moja. Sasa ukianza kusema watoto wa siku hizi, watoto wa siku hizi, na wewe mzee wa siku hizi. Kuna wazee wana tabia tuseme mbaya, baadhi sio wote, wanafukuza watoto wao majumbani. Sasa hiyo ni tabia, na mara nyingi wazee ukimwona mtoto mzee anamfukuza toka ndani mwangu, pana tatizo. Either yeye amekuzwa katika dysfunction family, familia isiyokuwa na umoja, utengamano, lakini either alipata anxious and avoidant attachment, uhusiano ule wa chuki wa ukali usiotengamana na wazazi wake, au mzazi ana changamoto ya afya ya akili na misongo mikubwa ya mawazo. Kwa kawaida mtoto uliyemzaa mwenyewe, ikiwa unamtoa wewe ndani atamtunza. Mwalimu Hassan, hapa usituambie maneno mazuri. Hebu tuambie ukweli ulivyo. Kama mchungu tuumeze, kama mtamu tutameza. Ipo dhana ya msemo unasema kwamba Wazanzibari malezi yao, wanalelewa kila kitu nyumbani na nini, wanachelewa kuwa na kujitegemea, labda wako hivi na hivi, tofauti na upande wa pili tuseme bara. Kule watu wanajitegemea mapema, labda mtu anatoka nyumbani mapema. Hapa shida ni nini? Mfumo wa maisha, malezi, ama kila jamii Salum ina mila, ina desturi, ina silka. Na mara nyingi mtu atamlea mtoto wake kwa jinsi alivyolelewa. Wala si vibaya kuonea huruma watoto wetu. Wala si vibaya kuwashughulikia kwa kila kitu watoto wetu, kwa sababu ile wanapata security, usalama. Ukiambiwa huko Wazanzibari wapole, Wazanzibari si watu hivi na hivi, wakisifiwa waaminifu, ile haijaja kwa bahati mbaya. Hayo unayosema yanachangia, ila yamejengwa, yametengenezwa. Kuna hatua. Eric Erikson amegawa watoto kwa mujibu wa vipindi vyao. Kuna kipindi mtoto anahitaji extra care, manake uangalizi mkubwa.
Lakini kuna kipindi mtoto anaanza kutengenezwa taratibu ajitegemee. Tanzania bara kuna utelekezwaji mkubwa wa watoto. Sisi tunapokea watoto miaka 11, 10, nimekuja kutafuta maisha. Zanzibar hatuna utaratibu huo. Mtoto miaka 10 Zanzibar atafuti maisha. Yes, hata skuli ama yuko madrasa. Yes, inawezekana akapata malezi ya mabavu, akafanya absconding akakimbia, lakini anaweza akakimbia akasema mimi bibi nitamlea huyu. Mimi nini ustawi wa jamii tutamweka siji wapi, tunamchukua mazizini hakadha. Sasa wenzetu kuna utelekezwaji mkubwa, lakini concern yako nimefahamu ni hivi. Kuna changamoto gani katika kuandaa watoto wawe watoto wazuri wa baadaye? Mwanzo ni msingi kutoka nyumbani, lakini Zanzibar kuna changamoto inaitwa overprotection. Tunawalinda sana watu. Tunawalinda mno. Mtu mpaka miaka 28 hivi Salu mimi nimeona miaka 27. Alafu baada ya harusi siku mbili, babu vipi? Kama umekwama uje kuchukua chochote. Kitu cha mwanzo nishaingia. Nishaanza na harakati zangu za maisha. Siku ya pili vipi? Mchele ndio unao huko, sukari unao. Baada ya wiki ndio Ramadhani inakuja, unalindwa sana. Unalindwa. Ile ni mbaya. Na bibi yangu mtani wangu, vipi baba? Mambo yameenda vizuri. Kwa mimi naweza mambo yameenda vizuri miaka 27 teknolojia hii. Umefahamu? Ni mbaya upande mmoja. Yes, ukiwa unamlinda mtu kupindukia, ndio madhara. Watoto wetu wengi, kwa taarifa yenu, wanaoenda kozi, wengi wa Zanzibari wanarudi. Wanasema hawawezi. Wanasema tunatengeneza bomu. Umeelewa vizuri eh? Moja, pili, ndio pale ofisini kuna watu wanaajiliwa professionally. Anaingia saa 4, anaingia saa 5, ukimgomba ananuna. Atakutafutia zengwe na aibu, alimradi uharibiwe kwa sababu unamsimamia tu. Shehe, kama mtakuwa mnasikia mambo mbalimbali kuhusu mie, ni kwa sababu ya usimamizi. Kwa mtu anaweza kukutafutia zengwe lolote, kama nilikuwa hadithi story lilopigwa picha ya nyama ikasam anakunywa supu. Mkurugenzi anakunywa supu ya watoto wanakula, inasambazwa kwa mitandao. Ni ukosefu wa maadili. Mtu aliyelelewa hasa kwa huruma, kwa mapenzi na kutambua nadhifa ndo nini, hafanyi upumbavu huu. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo maana yake kuna tatizo la utengenezwaji wa watu. Halafu Zanzibar kwa vile protection yetu, inawezekana mtu akaenda kusema anachelewa wewe, lakini ana mtu juu kule. Ndio anatufanya kama watoto wadogo tunachelewa. Sema na rais, sio ofisi ya nani. Hatuwezi kwenda kwa utaratibu huu. Ni kheri nirudi niwe mwalimu tu someshe basi. Lakini kwa patwa kwa kazi lazima tusimame. Kwa hiyo ninachokusudia kusema, madhara yake yanakuja kuonekana baadaye watu washaingia ofisini. Mtu washakuwa wakubwa na kujitegemea. Sasa ndio shida, kwa sababu kujitegemea si tu kuwa ofisini. Wanashindwa kuwa na, wanasema ule utayari au kujiamini. Naam, ndio shida ambayo inapatikana. Hata hivyo si watu wote wako hivi. Kila siku zikenda tunachangamka, tunatangamana, tunachangia. Madokta wengi wako Zanzibar, professional, kenda wote wenyeji. Sio wako wafanya kazi, Mei Mosi, kila Mei Mosi wanapewa zawadi, lakini wachache wana changamoto hizo. Turudi, dunia sasa hivi imekumbwa na teknolojia. Ndiyo. Teknolojia si mbaya. Ndiyo. Teknolojia ndio imetufanya tufike hapa. Wewe uko live hapo TikTok, unaonekana dunia nzima. Ndiyo. Teknolojia hiyo. Ndiyo. Hebu tuone eneo ambalo linaweza kuharibu maadili kupitia teknolojia kama usimamizi unakosekana. Yes, teknolojia kunaweza kuharibu maadili. Katika teknolojia, TikTok, YouTube na nyinginezo, kuna watu, na ni mtandao huru kabisa. Kuna watu wanaingia pale wanatukana tu. Kwa hiyo kama wanatukana, manake na watu wengine watafuata. Juzi kuna bwa mdogo tu nilikuwa namuona katika mtandao anamtukana Rais Samia, Rais Mwinyi. Yule alianza kuona watu huko nyuma wanatukana na yeye kafuata, maskini. Wala si umri mkubwa yule. La mwanzo hilo. La pili, kuna watu wanafanya vitendo. Mwanangu juzi namuona Yusra miaka 2.5 na anacheza kainawe. Kaambia hapana jamani. Simu asipewe huyu. Kaona wapi? Kaona kwenye simu naitwa Zuhura. Na pale mtu analia, basi nyamaza, achukua simu hiyo hapo. Tatizo unaposoma behaviorism, nadharia BF Skinner, wakati mwingine mtu anaweza akadevelop tabia fulani. Aidha mtoto kulia sana, anajua nikilia sana ndo napewa kitu, huyu atakuwa analia kila dakika ili apewe kitu.
Umeelewa vizuri eh? Na huyu nikilia nitapewa simu, basi mnyamazishe, mpe, daima atakuwa analia. Na kuna siku atamwona mtu kwenye daladala, simu ya mtu ataililia mama Chimu, na ataililia apewe. Kwa sababu tabia tunatengeneza sisi wenyewe, sio? Kwa hiyo mitandao hii kuna lugha, kuna matendo, kuna picha za ngono, kuna vitu. Siku hizi kuna watu tu wale homosexual wanajiachia tu katika mitandao, wale mashoga, na mtoto wako wa kiume anaona shida. Kwa lazima, si mbaya kutumia academically, kitaaluma, lakini panahitajika tahadhari na usimamizi mzuri. Changamoto za afya ya akili kwa watoto inaweza kuchangia mmonyoko wa maadili, lakini pia tuone huyo mtoto changamoto hii ya afya ya akili kwanza inasababishwa na nini? Yes, watoto wanaweza kupata changamoto ya afya ya akili pamoja na umri mdogo, kwanza kutokana na mapito yao walioyapita. Kama walipata mapito ya utelekezwaji mkubwa, kukosa haki zao, udhalilishaji, watoto hao typically wanaweza wakadevelop na changamoto hiyo ya afya ya akili. Na tukisema afya ya akili, hata kitendo cha kushindwa kudhibiti hisia zake ni sehemu ya changamoto ya afya ya akili, hiyo moja. Lakini mtoto aliyekosa attachment, uhusiano wa karibu, akapata ukali, mateso, hii pia nayo inaweza kumletea tatizo. Lakini inawezekana mtoto akapata changamoto ya afya ya akili wakati wa kuzaliwa tu. Inawezekana mtoto akapata changamoto ya afya akili wakati wa ujauzito tu wa mamake. Inawezekana mtoto akapata changamoto ya afya akili genetically, kwa kurithi kupitia wazazi wake. Haya yote, na hapa ndio tunazaa changamoto mbalimbali na zinapelekea mmonyoko wa maadili kwa watoto. Moja ndio ile aggressive conduct disorder niliwahi kueleza siku moja. Matendo yale mtoto, matendo ya utukutu, kaiba, kafanya hichi, kafanya. Unajua kuiba, niliwahi kusema siku moja, kitendo cha kuiba, kuko kuiba kwa aina mbili. Kuko kuiba kwa mtoto kushindwa kujizuia, ambapo hapo wapate msaada wa kitaalamu, ambayo nikasema technically tunaita kleptomania. Mtoto akitaka kitu, huna cha kumwambia, atakiteming na atakiiba, na ana mbinu, yani yeye hatulii roho yake mpaka akitie mkononi. Akishakukidhibiti sasa na kukipata, ego yake inaridhika. Baada ya hapo anaona kumbe hichi kitu nimekichukua, wala sina haja nacho, anaweza taka kitupa, au akichukua pesa kagawanziwe tu. Umeelewa vizuri? Sasa kama ukiona tabia hizi zinajirejea mara kwa mara na mshachukua hatua kubwa, lazima mpate mtaalamu wa saikolojia na magonjwa ya afya ya akili akusaidieni. Hii kuna mengi matatizo kama haya. Asili yake tatizo inaitwa impulse control disorder. Ni hali ya mtu kushindwa kuwa na mihemko, kushindwa kujidhibiti. Kuna hilo kleptomania, kuna absconding, kuna mwingine yeye hakai nyumbani tu, mzuka wake akae nje ya nyumba. Mtaenda kumkamata nyote, haya kaa ndani humo. Kwani mwanangu, kwa nini unatoka tu? Siku ya pili asubuhi katoka, harudi tena mpaka siku ya tatu. Hiyo si hali ya kawaida. Maneno vizuri eh? Pyromania. Mtoto kakaa tu, kachoma moto skuli, kachoma moto wapi, na unamkataza kila kitu na kibiriti chake. Akipata pesa ananunua kibiriti. Umeelewa vizuri? Pyromania. Sasa changamoto za afya ya akili. Hata watu wanasoma, watoto wa saikolojia, hili ndio wanasoma sana. Yale niliyosoma mara nyingi wanafanya clinical psychology wanasoma. Lakini attention deficit hyperactivity disorder, mtoto hana utulivu, mtoto mkorofi, mtoto hatulii, kasahau. Sio tunaona changamoto hizi, tunaanza tu kuwapiza watoto, kuwapiga watoto, kanishinda mtoto. Hizo zote hatima yake zisiporekebishwa, hawa hatimaye wanaingia katika jamii, wanakuwa waume. Hawa ndo waume wapigaji, waume wasimbuliaji, waume wadhalilishaji, waume wanakosa emotional guilt, manake majuto ya kihisia, wake viburi, wake manipulator, wake controller, wake dominant, wanatoka huku. Sawa. Mtoto ambaye amekosa maadili wakati mwingine ya malezi mazuri kutoka kwa wazazi wake, naam, anaweza kuharibu watoto wenzio. Moja miongoni mwa maeneo ya hasa kipindi kile cha adolescent. Kuna topic tunasoma au tumesoma inaitwa adolescent psychology. Maana saikolojia ya watoto mabarobaro, mabalehe. Kipindi kigumu sana kipindi kile. Watoto mabalehe wale wasipokuwa makini, wanaweza wakafundishwa na wenzao kufanya vitendo mbalimbali vya sexual deviation.
Mtu ana twende porini, wanaweza wakaenda wakakuta wanyama wakaoingilia, kama mwenzio naye kafanya, tunaita zoophilia or bestiality. Wako watu wengine twende tukachungulie mle, wakachungulia toka utotoni, voyeurism, wanakuja kuwapiga chabwa wazuri katika maisha ya utu uzima. Wako watoto skuli wakirudi wanakaa nyuma ya watoto wa kike, ile inasehelea katika conscious mind, wanakuja kuwa ndo wale kwenye mafoleni, watu wazima wanakaa nyuma ya watu. Sasa wakati mwingine mtu anaweza au mtoto anaweza anafanyiwa vitendo vile vibaya, na yeye akamwambia mwenziwe amfanyie vitendo vibaya, na akavifanya kwa muda mrefu, anakuja kudevelop tabia pedophilia. Ni tabia ya mtu kupenda kufanyia watoto wale watoto. Yeye pengine kaanza toka watoto wenziwe, na akiwa mtu mzima atapenda vile vile awafanyie watoto. Pengine kamuona mtu anafanya. Kwa hiyo manake panahitaji tahadhari kubwa ya wazazi kujua mtoto gani anacheza na mwenzio. Inawezekana mtu akaambiwa weka tu pesa kwa baba yako, mapesa yote kama dukani nachukua 5,000 10,000 natumia, weka tu. Kwa hiyo mtu anaweza kuchukua kadha. Kwa hiyo tujue watoto wetu wana marafiki gani. Sawa, kutokana na muda umekwenda sana, hebu tumalizie mwisho kabisa. Tuangalie majukumu. Tunaona majukumu kwa ujumla umeyataja, lakini hebu tuone majukumu ya msingi ya mzazi katika kujenga maadili ya mtoto. Jukumu la mwanzo mzazi kwanza ahakikishe, apambane kuhakikisha watoto wanapata usalama kwa chakula, hata kama sio lazima ale vyakula vya gharama, lakini mtoto kiasi ambacho awe free from mind, awe huru, asiwe anatanga huku na huku kwenda kutafuta kutaradadi huko mitaani. Kwa jambo la mwanzo mzazi ahakikishe usalama, na usalama wa kihisia, amsikilize mtoto anasemaje. Usalama kujua rafiki zake ni nani. Usalama pengine kumfuatilia nyendo zake na taratibu zake. Lakini mzazi amfundishe mtoto wake boundary, mipaka. Lipi zuri, lipi baya, nini afanye, nini asifanye, lovely, kwa upendo bila kumhukumu. Mzazi afanye hivi. Lakini jukumu la jingine la mzazi vile vile apate muda maalum, mbali ya kumsikiliza, muda maalum kumfuatilia mtoto hatua kwa hatua. Lakini mzazi akumbuke ana jukumu la comforter, yeye ni mfariji katika familia. Lakini mzazi vile vile asimtelekeze mtoto, amfuatilie shule, amfuatilie madrasa, amfuatilie walimu wake, somo gani hafaulu vizuri, amfuatilie, ajue nyenendo zake. Lakini kubwa kuliko lote, jukumu la mzazi ni kumtengeneza mtoto, lakini aache kabisa authoritarianism. Si kila kitu katika malezi ya mtoto kinahitaji nguvu. Kama mabavu. Wewe ukiingia tu mtu amekwala tu. Ukiingia tu matezo, umeingia ndani watoto mbio wamekimbia. Ndio nistaki mchezo wa watoto bwana. Nikiingia watu wanakimbia wanajua hao. Hilo tatizo. Sisi wenzio tukirudi nyumbani tunakimbiliwa. Ukiwa unakimbiwa ni shida. Hatari. Ndio, Shakzalo. Siku maalum tutakuja kuifanya kwa sababu hiyo ni mada maalum, jukumu la wazee katika kutengeneza maadili. Leo nimerush tu kidogo. Sawa, nafikiri tumekwenda vizuri, na mwisho kabisa namna ya kuijenga jamii, kwa sababu tunaona sasa hivi watoto wanalelewa ndani, jamii nje hailei tena. Ndio. Hebu zungumza neno kwenye eneo hili. Yes. Kuna bwana anaitwa Albert Bandura. Albert Bandura, mbali ya nadharia yake social learning, ana nadharia yake nyingine inaitwa moral disengagement theory. Nadharia ya kujiengua katika maadili. Kila jamii ina mila zake, ina silka zake, ina taratibu zake. Na mila hizo na desturi hizo zinataka kulindwa kuanzia katika level ya familia mpaka level ya taifa. Hebu tuone basi tumekosea wapi? Sheria zetu, kanuni zetu, miongozo yetu, maadili yetu ya familia tumekwama wapi? Turudi tuone. Yako maadili common, tabia njema, ukweli, uaminifu. Na kama watoto wetu wanabadilika, tujitathmini wazee, kwa namna gani sisi wazee tunachemka katika kuwatengeneza watoto wetu hivyo. Hilo la mwanzo. La pili ndio ile nadharia ya bwana Thomas, divine command theory. Turudi katika maelekezo ya kiroho. Maadili yanasisitizwa katika dini zetu. Hebu tuone tumeacha sana. Watoto wa darasa la 6 tunawatoa mashuleni, lakini na mitaala ya madrasa zetu itengenezwe vizuri zaidi, mbali ya kuwasomesha watoto Qur'ani na hadithi.
lazima kuwe na mtaalamu maalum wa tarbiyatul islamia, malezi vipi na tabia njema kwa watoto. Tukifanya hayo wanasema siku hizi hatulei, tunatoa huduma, jamii itakuwa lakini hii ni jamii ya lawama tu. Ukimkuta mzazi over criticism, lawama tu, mara kailaumu serikali, mtoto wake mwenyewe huyo head school analaumu serikali, sio mtoto wake mwenyewe huyo pengine amebaka, anachukuliwa hatua, analaumu serikali. Mtoto wake mwenyewe huyo kamwachia tena kuzurura huko, kishafika miaka 19, sio anasema kwamba kesi yangu inavurugwa tu huko. Sawa, wiki ijayo turudi kwenye familia, umoja katika familia, na vipi tutajenga familia zetu kuwa na umoja. Watatuelewa tu Salum. Asante. Kwa habari mbalimbali zinazohusu jamii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare Busati TV Online.